Simba wamepiga pasi 3776. Stellenbosch wamepiga pasi 3660. Simba hapo wako juu. Simba pasi zilizofika pasi 3106. Stellenbosch pasi 2684. Simba wako juu. Simba wamepiga mashuti 138. Stellenbosch wamepiga mashuti 95. Simba wako juu. Simba mashuti yaliyolenga lango mashuti 39. Stellenbosch mashuti 32. Simba wako juu. Simba wamepigiwa mashuti 55. Stellenbosch wamepigiwa mashuti 93. Yaani wamepiga 95, wamepigiwa 93. Ni timu ambayo sometimes piga ni kupige. Kama ngumi makota, unarusha. Mashuti ya kulenga shabaha Simba wamepigiwa 22. Wale wamepigiwa mashuti ya kulenga shabaha 33. Hizo zote najaribu kukupa small details, sababu mambo mengi wewe unafahamu. Mimi nakupa zile ambazo wewe haufahamu. Stellenbosch wamefanya counter attacks mara 5, Simba wamefanya mara 6. Stellenbosch wamegongesha nguzo mara 6, Simba wamegongesha nguzo mara 4. Stellenbosch kocha wao Steve Becker ndio mtaji wao katika kupata mafanikio. Fundi sana, anachokifanya nimeshawahi kuzungumza kupitia jukwaa la Mbwaduke Start Sport Next Level na baadhi yenu ni kwamba anacheza kimtego. Kwenye makaratasi unaweza kukuta mfumo wake ni 4-4-2 kwenye kucheza. Baadhi ya nyakati kwenye mechi ana commit watu 5 nusu ya pili ya uwanja, 2 wanakuwa katikati, 3 nyuma. Baadhi ya nyakati, sio muda wote. Muda mwingine mwingi anaacha watu wengi nyuma, ana enjoy sana wewe ukimiliki mpira. Hesabu zake ziko kama ifuatavyo. Kuanzia dakika ya kwanza mpaka 45, wewe ukimiliki mpira, hasa anapokutana na timu kubwa zenye uzito kama ya Simba. Sijakutajia Simba hapa sasa tunapozungumza ni timu ya 4 kwa ubora barani Afrika ina pointi 43. Stellenbosch ni timu ya 22 barani Afrika ina pointi 15. Sasa akikutana na Simba atacheza kama alivyokutana na RS Berkane, kama alivyokutana na Zamalek akaitoa, ama anapocheza na Orlando ama Kaizer Chiefs. Huwa anafanyaje? Anahakikisha wewe miliki mpira, wewe. Yaani yeye ndo anaenjoy, wewe baki na mpira. Simba si wanapiga mwingi, waweza wakaachiwa miliki mpira. Ukimiliki mpira, anafanya hivyo mpaka dakika 45 za kwanza. Lengo lake zikifika dakika 45, wakati unamiliki mpira, yeye amefanya mshonano huko nyuma, anaita compactness. Upati fursa ya kuwapita Ismail Olivier Toure beki wa kati. Upati kumpita Tabo Moloisane, upati kumpita Kazi Godswill, upati kumpita Fawaz Basadien, upati kumpita Sile Nduli na kipa wao Saje Stephens. Kwa hiyo utamiliki wewe, lakini nafasi kufunga ziwe finyu. Ikiwa hivyo, binadamu kwa kawaida, kama unamiliki sana mpira, unafika sana, hufungi, unavuruga kisaikolojia, unatoka nje ya mchezo. Kama uchoki kimwili, utachoka kiakili, tunaita mental fatigue. Wakati kipindi cha pili kinaanza, kuanzia dakika 45 mpaka 60 mpaka 70, anafanya mabadiliko, anatoa wachezaji wake, na mara nyingi anawatoa wale wa eneo la ushambuliaji na wa pembeni. Anaingiza wale ambao wana kasi na nguvu ili kukuvurugeni, kwa sababu kumbuka wachezaji wako watakuwa tayari wameshachoka. Akiingia yeye aambuli walau, akifunga lau bao moja, hapo shughuli imeisha. Tunasema mafi shughuli, wewe uhangaike. Sasa kwa mtindo huu ndio maana ukichunguza vizuri mechi zao za hatua ya makundi, Simba idara yao tuseme kwenye benchi la ufundi wana watu wengi sana wazuri, watajua jinsi ya kuwasoma. Haya ndio yasema Simba wanajua, wala usifikiri hawajui, sababu wana idara ambayo ni nzuri sana katika kufuatilia. Kocha Faru Davis mzuri sana katika eneo hili. Walipocheza dhidi ya kwa mfano RS Berkane waliwasoma Stellenbosch. Manake hapa naongea RS Berkane kwa sababu gani? Ukifuatilia mpaka sasa wale mabwana wamefunga goli 7, wameruhusu 10. Simba imefunga mabao 10, imeruhusu 6. Kuruhusu mabao 10 unaweza kuchukulia labda timu ambayo labda inaruhusu sana, ina mislead, inapotosha. Katika mechi walizocheza mechi 8, mabao 8 wameruhusu katika mechi dhidi ya RS Berkane. Waliruhusu vipi? Hapa Simba inaweza ikawa starting point ya kuanzia. Walipocheza mechi ya kwanza, nadhani walicheza Morocco mechi ya kwanza katika zile 2. RS Berkane waliwasoma tayari vizuri vya kutosha Stellenbosch. Unajua soka la kisasa pale uwanjani binaenda kukamilisha. Yaani kile anaenda kufanya Yanga na Stand United leo hii ni kukamilisha kazi ambayo Miludi na benchi lake, kukamilisha kazi ya Masudi Juma, Stand United na benchi lake walifanya. RS Berkane ni wakubwa sana. Sasa hivi kutoka Simba kwa ubora wanafuatia ni RS Berkane. Wanacheza na timu ambayo weightless kulinganisha na wao ya Stellenbosch. Lakini walipocheza waliamua wawaachie mpira. Stellenbosch wajanja hawakuumiliki huo mpira. Matokeo yake RS Berkane wakamiliki mpira 57%. Nini walichofanya RS Berkane? Timu kubwa, lakini tazama character walizozionyesha. Waliacha wachezaji wawili tu nafasi kwa stand, tunasema average position, wawili pale mbele.
Mmoja anaitwa Osama Limlui, mwingine anaitwa Riyah Imad. Waliobaki wote wachezaji wa RS Berkane walikuwa nyuma, yani nyuma ya mstari wakati wa uwanja. Kwa lugha nyingine ungeweka kwenye mfumo wa kuchekesha ni 1-4-2. Matokeo yake Stellenbosch wakiwa na mali sio wazuri sana, hawajui kutunza mali. Ndio maana mpaka dakika wameshapoteza katika mechi, wamepoteza mipira 1116, wastani wa mipira 139 katika kila mechi. RS Berkane wanayafahamu hayo. Walipoachia hivyo, unajua kilichotokea? Stellenbosch walikula 5-0. Mechi ya marudiano wakawachia possession. Stellenbosch wako nyumbani, no way, wakamiliki mpira. Unajua walimiliki asilimia ngapi? Asilimia 61. Wakiwa RS Berkane asilimia 39 mechi nzima. Wao Stellenbosch walipiga mashuti 8, 2 on target. RS Berkane walipiga mashuti 15, 6 on target, 3 kamba. Wakawafunga 3-1. Si umeelewa vizuri? Na kutajia mfano mwingine kabla sijahitimisha na Zamalek. Kuna timu inaitwa Stade Malien katika kundi. Stade Malien walivyoenda kucheza na Stellenbosch mechi ya kule South Africa, wakaingia kwenye mkenge, kwenye kingi ya Stellenbosch ambao dakika za mwanzo wanakuachia mpira umiliki wewe. Wakamiliki mpira asilimia 53. Sawa? Lakini mpaka mechi imeisha, Stade Malien walipiga mashuti 13, 4 on target, hawana goli. Stellenbosch walipiga mashuti takriban 19, 11 on target, 2 bila wamekufa. Umeelewa vizuri? Yeah. Zamalek katika mechi ya robo finali wakaenda kucheza dhidi kocha Pesero, akaenda kucheza dhidi ya Steve Becker kule South Africa. Kama kawaida wakawachia mpira. Zamalek ni timu kubwa. Wakati wanaenda kucheza mechi wao ndio timu ya 4 kwa ubora barani Afrika. Sasa hivi ni Simba, baki sichanganye. Na hapa nazungumzia viwango vya CAF. Wengine tutavuruga kwa sababu ushasikia kwa mfano viwango vingine vile mashirikisho mengine kama IFFHS, yani shirikisho la historia mpira la kimataifa la historia mpira wa miguu na takwimu. Mimi nazungumzia CAF ambao ndio custodian wa mpira wa miguu. Walipoenda Zamalek wakaupiga mwingi, wakamiliki asilimia 55. Matokeo yake mechi imeisha, Zamalek wamepiga mashuti 5 tu, kwa sababu ule mbinyo wa kina Ismail Olivier Toure, mbinyo wa kina Tabo Moloisane, wa kina Kazi Godswill, wa kina Fawaz Basadien na kipa wao. Mashuti 5, 2 on target. Wenyewe wakapiga mashuti 7, 2 on target bila. Mechi ya marudiano Cairo. Zamalek mbele ya mashabiki wao maelfu, wao ni wakubwa, wakaumiliki zaidi mpira. Wajua alimiliki asilimia ngapi? 63. Stellenbosch asilimia 37. Lakini mpaka mwisho wa mechi wakafungwa 1-0. Walifungwa vipi? Ule mtego wao wa kuachia mpira. Mpaka mapumziko Stellenbosch walikuwa mpiga mashuti 3 yote off target. Mpaka mapumziko akafanya mabadiliko dakika 45, akafanya mabadiliko dakika 60. Aliwatoa wafuatao. Alimtoa aliyeonekana ni winga wa kushoto anaitwa Genino Pales, akamtoa, badala yake akamuingiza mwamba mmoja mfupi fundi sana, tutakuja kumshuhudia, anaitwa Chumani Busaka, fundi sana upande wa kushoto. Akamtoa, kuna mtu anaitwa Devin Titus upande wa kulia, akamtoa Ashley Kupido striker wake, akamuingiza Sanele Banz, akamtoa Andre de Jong mchezaji wa kimataifa kutoka New Zealand. Hapa akamuingiza kuna mtu anaitwa Komojo Leokolan, majina ya South Africa, ambao kama mtego. Pesero alishtuka na alifanya badiliko, alimuingiza Omar Gaba, akamuingiza Nasir Mansa, akamuingiza Mahmoud Ben Taig. Too late, wakafungwa goli. Lilifungwa na nani? Lilifungwa na kiungo anaitwa Sile Nduli. Ndo mpango kazi wa Stellenbosch, wakashinda 1-0. Zamalek wao wakaishia kupiga mwingi, wakapiga mashuti 7, 2 tu on target. Stellenbosch wakapiga mashuti 7, 3 on target, 2 yamepigwa na alipotoka Devin Titus aliingia Lesiba Nku. Ndio alipiga mashuti 2 on target, lingine limepigwa na Nduli, bao 1-0, mechi imeisha. Tusiofahamu tunasema hawa jamaa nomba mwaka wao wamebahatisha. Hapana, ni mpango kazi. Matarajio wakicheza na Simba huenda wakacheza hivyo. Habari njema kwa Tanzania, habari njema kwa wana Simba ni kwamba kocha Fadu Davis anamjua sana Steve Becker, staili yake hii. Mechi ya mwisho alikutana, aliwapasua Stellenbosch. Yeye alikuwa anafundisha timu kibonde inaitwa Maritzburg. Msimu wa 2022-2023 tarehe 13 mwezi wa 5 2023 walikutana Fadu Davis na Steve Becker. Mwanzoni mzunguko wa kwanza Maritzburg ilikuwa inafundishwa na John Maduka. Mechi yao ilipokutana ilikuwa mwezi wa 10 2022.
Maduka kaingia kingi mtego wa Stellenbosch. Alimiliki mpira 54%, mechi nzima akapiga mashuti 6, moja on target. Stellenbosch wakapiga mashuti 20. Katika 20 waliopiga 6 on target, wakawafunga mabao 3-0. Mzunguko wa pili, wakati John Maduka ashafutwa kazi, yupo huyu Fadu Davis. Steve Barker anakutana na Fadu Davis. Kijana mzaliwa Cape Town anakutana na kijana South Africa amezaliwa Maseru kule nchini Lesotho. Sio? Katika mechi hiyo Fadu Davis alikuwa very smart. Kipindi cha kwanza anamjua Steve Barker style yake ya kucheza. Na kwa taarifa tu nilimdokeza kidogo, kocha Fadu Davis alitabasamu, alicheka kuhusu hili. Mpaka mapumziko Fadu Davis na timu yake wanamiliki mpira 59%. Fadu aliingia na mfumo baada ya golikipa ni 3-4-1-2. Ile 1-2 nyuma katika wale watatu juu na wataje. Alikuwa kuna mtu anaitwa Lancaster Human, Rowan Lancaster Human, wale wawili kuna Karim Kimvuidi. Hakuwa peke yake Karim Kimvuidi, alikuwa na mtu anaitwa ambaye ndo alifunga bao pekee, anaitwa Amadu Sakun. Katika mechi hiyo kumiliki 59% mpaka half time, anaongoza bao, alifunga dakika 39. Kipindi cha pili mwalimu Steve Barker akafanya mabadiliko. Wachezaji wote wa upande wa kushoto, beki wake wa kushoto Fawaz Basadieni alibadilisha, akambadilisha beki wa kati kushoto anaitwa Sibia, akambadilisha kiungo wa kati kushoto kwa sababu aliingia na mfumo baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Kwa kushoto aliwatoa, akamtoa winga wa kushoto ambaye anaitwa Antonio Van Vick, akamtoa winga wa kulia anaitwa Devin Titus, yupo mpaka leo, akamtoa, akaingiza watu wapya. Fadu Davis akamshtukia. Kipindi cha pili naye akafanya mabadiliko, akawatoa huyu Lancaster ambaye ndo alitoa assist kwa mfungaji Sukun, lakini akamtoa vile vile kuna nahodha wake katika siku hii anaitwa Graham, ambaye yeye katika kucheza kipindi cha kwanza alitanguliza Fadu watu 6 mbele kwa wastani. Katikati kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Graham, ndo nahodha wake Keegan Graham, alafu nyuma kukawa na watu watatu. Sawa. Lakini kipindi cha pili akaacha Fadu Davis, akaja kuzuia. Stellenbosch wakamiliki mpira kwa 64%. Fadu Davis na Maritzburg wakamiliki mpira 36%. Mechi imeisha, Fadu kashinda 1-0. Wale wameupiga mwingi, ule mtego wale umebaki fao, umewarudia. Kwa hiyo anamjua vizuri. Maritzburg ni timu kibonde, msimu huu ilicheza mechi 30, kamaliza na point 30, ilishinda mechi 7, moja wapo ilikuwa ni hii, ikateremka daraja, Fadu akaondoka. Mara nyingine tena wanatarajiwa kukutana Aprili 20 na Aprili 27. Kwa hiyo mbali na wachezaji mmoja, kuna vita ya kimbinu. Fadu Davis na Steve Barker wanajuana. Mara ya mwisho Fadu Davis kamshona Steve Barker kamzidi mbinu. Safari hii ni swala kusubiri. Lakini lingine, Stellenbosch mabadiliko ya uwanja, hujaniuliza. Kutoka kwa Mkapa kwenda New Amani Complex. Miongoni mwa athari zitawakuta ni small details, taarifa zile ndogo ndogo. Stellenbosch wana wachezaji takriban 5. Juzi waliwahi kucheza kwa Mkapa na timu tofauti. Kuna beki mbili wanamtumia, anaitwa Kazi Godswill. Huyu ni Nigeria, ametoka Rivers United. Msimu wa 2022-23 Rivers United robo final alicheza na Yanga. Kwa alifungwa 2-0, kwa Mkapa bila alikuwepo. Lakini kuna beki wa kati. Kuna beki wa kati huyu Ismail Olivier Toure, alikuwepo Marumo Gallants, alikuwepo Tato Kiba kiungo, alikuwepo Marumo Gallants. Walikuja nusu finali wao na Kidaranga Chipenieli Chivaviro, kina Skudu Makudubela, wakafungwa kwa Mkapa 2-0, kwa wakafungwa 2-1 ule msimu kombe la shirikisho. Kwa hiyo hapo nimekutajia Kazi Godswill, Ismail Toure, Tato Kiba, kuna Lesiba Nku winga wa kulia alikuwepo katika timu ya Marumo Gallants, alikuja. Lakini wana mtu anaitwa Lehonolo Mojela naye alikuwepo. Wanaujua uwanja wa Mkapa. Kama walitaka wanufaike, washe taarifa ndogo kwamba uwanja huu na uzuri huu na kasoro hizi, surprise kwao kwamba wanaenda New Amani Complex ambao hawajawahi kucheza. Nimejaribu kuongeza tu kwamba miongoni mwa wale ambao wamejitokeza kuelekea mechi, matarajio ni kuona Simba wakiendeleza ubora wao chini ya Fadu Davis, kupata matokeo chanya ili mwisho wa siku waende nusu finali, waongeze pointi zao kutoka 43 hadi 48, wazidi kuipaisha ligi kuu Tanzania bara kutoka pointi 77.5 mpaka 82.5, ambapo ligi yetu itakuwa nambari 5 kwa ubora, itaishusha Tunisia endapo ataitoa Stellenbosch. Ila si mechi nyepesi. Jambo kuu la kwanza, wachezaji wa Simba wanafahamu ni kujituma mwanzo mwisho katika mechi hiyo, lakini kuzingatia maelekezo ya Fadu Davis katika kupata matokeo chanya.
ni timu ambayo kwenye makaratasi ni nyepesi, lakini kiuhalisia uwanjani kama mwatoa Zamalek mabingwa watetezi haiwezi kuwa mechi nyepesi hata kidogo. Nadhani nimemaliza. Shukrani jazila. Alafu